ndani ya 18 powered by Premier Bet. Yes, hujambo na karibu ndani ya 18 tuweze kupiga story zaidi kama ambavyo utamaduni wetu huwa unakuwa hapa kuzungumza yale ya kimichezo ambayo yanakuwa yametokea, hususani ambayo yanakuwa yamechukua nafasi kubwa zaidi. Kumbuka hii ndani ya 18 tunatazama kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini kwa upande wa mtandao wa Instagram unatupata kupitia ndani ya 18 TZ. Tunakuwa unapata vipande vifupi kuhusiana na zile story ambazo tunakuwa tunazipiga hapa, lakini kuweza kututazama zaidi ni kupitia YouTube channel yetu, ambapo unaweza kusubscribe channel yetu, lakini pia ukabonyeza alama ya kengele ile pindi tu ambapo tutakuwa tunapandisha mzigo mpya, basi unakuwa unapata notification na vitu vinakuwa vimenyooka kweli kweli. Bwana, na hii leo tupo na mzalamu wa Simba, tunaye Kijiweni. Bwana, karibu sana. Asante. Hapa Kijiweni kwetu bwana, sisi tunapiga story kuhusiana na namna ambavyo mtaa unazungumza kutokana na matukio mbalimbali ya kimichezo. Hivi tuwape hongera Simba au tuwape pole? Kwangu mimi yote mawili. Pole ipo na hongera ipo. Kwa sababu kufika pale tu kwanza ni mtihani. Lazima ufanye jambo kubwa mpaka ufike pale. Hiyo ndio hongera. Hiyo ndio hongera. Lakini kukosa lile kombe ni pole. Hiyo ndio pole. Lakini na ubaya ubwela ambayo tuliotaka tuufanye sie tumefanywa sie bila pole. Hivi mmefanywa ubaya ubwela? Viko vitu vingi. Unajua kwenye mpira usije ukaangalia ukasema labda tunasema lile goli ukaona mtu kasema umeona, lakini ukasema ile kadi nyekundu, lakini ukasema umeona kuna vitu vilikuwepo. Mfano nakupa kimoja, Kasuga we mtu wa mpira. Kuna mpira ulikuja uliokolewa, alafu ule mpira ukapigwa kichwa. Unajua unapokoswa goli basi kufungwa wewe uliokosa ni rahisi sana. Asilimia 95 mara nyingi inakuwa hivyo, kwa sababu ushajipanga kuja kufunga, alafu ukiwa vile ukiwaona watu watatu au wawili wenye kasi wanakwenda na nyinyi mmebakia wawili, ni rahisi kufungwa. Wakati ule mpira unapigwa kichwa, Mutale alikuwa yuko hivi na mikono yake ikaweka hivi, ule mpira ukaja kumgonga kama kwenye bega hapa. Umeona? Lakini mkono uko ndani ya body, kwenye ya body, asili yake. Ina maana hujatanuka. Tunasema kwamba mkono umevata, yani faulo unakuwa mkono umetanua kwa hapa. Yule akutanua alafu alikuwa tayari ana dribble mpanzo, anakimbia huwa anakimbia na yeye anakimbia, kashamwacha mtu. Refa aliturudishia pale akasema faulo. Hivi vitu vimeua, lakini vile vilifanyika vitu kama vitano kama vile. Kwa hiyo vile ukivikusanya vile, lakini ukija na ile kadi nyekundu, tunacheza finali kadi nyekundu nyepesi vile bila kumuonya, ni mtihani. Kwa nini amefanya figisu? Lakini kushukuru Mungu mbongi imepigika. Of course mmeonyesha kitu. Imani iliyopo saizi na namna ambavyo mazingira yapo, inaonekana Simba kama kapoteza hii game kwa sababu kafanywa figisu. Wewe ulikuwa kwenye safari zote hizi, si ndio? Ya Stellenbosch, kuna hii ya Morocco na hii Zanzibar, na hii Zanzibar ulikuwa Zanzibar ni mimi. Mazingira yalikuwa ni magumu kwa kiwango hicho au ilikuwa ni kawaida kwa namna ambavyo mpaka mmefika finali na saizi kelele nyingi inaonekana ni mmepigwa shiriki, na shiriki yenyewe mmepigiwa nyumbani? Tumepigiwa nyumbani. Kwanza tuzungumze mwanzoni. Kukosa kucheza uwanja wa Mkapa kwanza ni tatizo namba moja. Uwanja wetu wa nyumbani. Na hata mwalimu kule alivyohojiwa baada ya mpira kuisha tuchafungwa 2. Labda nikwambie kitu kimoja, makamu wa rais kule alimkaba muamuzi. Haiwezekani. Makamu wa rais yule ambaye wakafu yule Fauzi. Yule mwenye timu wa na watu kabisa wamemuona wakamgombelezea, kamkaba muamuzi kwamba kapendelea tokiwa kule. Sasa hawa watu wakiwa na timu zao mtiani kwamba Bekane kapendelea, kwamba Simba alipendelewa mechi kule baada ya lile goli au ilikuwaje? Baada mpira kuisha kwamba nyinyi mlipendelewa. Si ndo kaenda na mkaba muamuzi akuwa sahihi. Hii mpya. Hana mtu asiyojua, tuloenda wote mliona. Na watu wameona hilo tukio. Watu wakaenda hii sasa fembea. Hiyo ifanyika. Umeona? Lakini tulipokuja huku sasa tukaona wametumia nguvu kubwa. Mimi Kasuga labda nikwambie, ile finali uwanja wa Mkapa ilikuwa inastahili usichezwe. Tumecheza mechi na wale Al-Masri. Ilikuwa mvua ilinyesha siku 5 mfululizo. Siku ile ya mechi mvua imeanza asubuhi mpaka saa 8. Ndio ile tope, ndio ikaja ile tope. Umeona? Lakini kabla ya hapo siku 5 mfululizo mvua ilinyesha. Siku 5 mfululizo, tena ile asubuhi mpaka jioni. Lakini hii hali ya hewa ilikuwa inaonekana mvua ni rasharasha tu. Lakini sakafu walikuwa wanatafuta, na ndio maana ilitajwa kwamba uwanja wa Amani ndio sehemu salama
Kwa sababu kama kwa Mkapa hofu ilikuwa ikinyesha story ya Almasi. Alafu hata Yanga na USM Alger finali yao. Nao walicheza kwenye tope. Inawezekana ilikuwa vizuri. Haikuwa kama sie tulivyokuwa. Ni mazingira mtindo huu, yani uwanja ilikuwa maji kidogo, lakini sio sana. Kwa hiyo kutuhamishia pia kule ilikuwa ni figisu. Kwetu mtihani. Unajua kila mtu ana kwake. Sisi hatuwezi Zanzibar ni Tanzania. Lakini Zanzibar sio uwanja wetu wa nyumbani. Kuna vitu hamkufanya. Kocha alisema kama hatuwezi kucheza nyumbani tumalizie hapa hizi mechi zote. Tusiondoke. Kule Morocco. Hapa Morocco tumalizie. Kwa hiyo ile yote imekuja ni figisu na mtu unamuumiza kuto kucheza nyumbani. Yes. Home advantage. Lakini tumekwenda kule, wao pia kule kwetu walikuwa kama kwao. Kwa nini? Walikuwa kama kwao. Kwa nini? Vitu vingi walifanya. Nasikia kwa mujibu wa story, mimi Zanzibar nilienda Ijumaa ile kwenye mechi sikuwepo, lakini kuna mtu akawa ananiambia kwamba Simba inawezekana wamewa kwa sababu wampoteza, lakini nasikia mlipiga ubaya ubwela sio kawaida. Nasikia kwanza mliwanyang'anya funguo bekane, funguo za chumba chao itaka kuondoka nazo. Nasikia watu wao wamebadilisha kitasa. Sio wamebadilisha kitasa wao. Wamebadilisha kitasa. Wameondoka na funguo yao sasa sio. Na walikuwa wanaachiwa. Funguo nasikia walirudisha, lakini nasikia mlipiga ubaya ubwela mpaka funguo ikarudi. Nasikia mkazuia mpaka watu wakafa usikague uwanja. Wale walikuja na nguvu zote walikuwa wanazo wao. Nguvu zote wanazo wao. Hata ile siku ya mechi kwa mkia kesho wao walikuwa wanakuja wanavyotaka na watu wakafu. Yaani watu wakafu walikuwa wana nguvu kuliko sisi. Kuliko nyie. Kwa hiyo unajua kwamba Simba hamkufanya chochote. Hamna ubaya ubwela uliofanya. Utamaduni hakuna uliofanya tu. Unajua watu wakiwa wanasema ubaya ubwela, ubaya ubwela wameuanza tokea zamani. Simba unaona anaenda kumfunga yeye Vita kwake, anakuja hapa anamfunga anasema ubaya ubwela. Hapana. Ni uwezo tu ukiwa na ile timu ambayo imeenda kupambana imefanya. Unashangaa tunamfunga Almereki kule, ukimfunga hapa ubaya ubwela. Sio ubaya ubwela. Hii inatokea mfano kuna msimu mmoja PSG alimfunga Barcelona 4 nyumbani kwake. Barcelona akaenda kule akachezea 6-1. Kafanywa ubaya ubwela. Si kila mtu ana kwake. Unajua wenzetu kwao uwanja wa kusema kwao hawawezi kuutumia. Ndio maana hata ilivyopelekwa kule wao walikuwa na nguvu ya kuposti kusema uwanja kule wanachangia. Sababu walikuwa wanajua kuna. Kwa sababu wao hawachezi. Hawamo vyochoto zote kile hawamo. Lakini kwa nini viongozi wao wenyewe wanaforce uwe kule? Kuna kitu gani? Mzaramo, unataja figisu na unazungumza mazingira. Sijajua kama na upo kwenye upande huo. Lakini ilionekana kwenye maandalizi ya finali mlikuwa mnapambana na mtu ambaye anaonekana ni mzawa na mlikuwa mpambani na mgeni. Yaani mgeni inaonekana mlikuwa mnapambana naye uwanjani tu. Lakini huku nje ni kama mlikuwa mnapambana na mtani. Wote wawili. Maana mlitangaza kwamba mmekuwa mna unyama, mna ushetani. Tulipiga wote wawili. Unaamini Yanga wamecheza mechi yenu? Sana. Kuna mzee pale katolewa na kanzu, kakutwa na msaafu na visoda kavivicha, kumuuliza maswali na nini, watu walimkongota kidogo. Wakamtoa nje, alikuwa anafanya ubaya ubwela, mechi inachezwa. Watu kila mtu akimwangalia hivi na hivyo mpaka. Wewe siku ya finali. Onyesha basi kama wewe Simba onyesha. Hakusema Simba lakini. Alikuwa kimya, watu wakatia makofi wakamtoa nje. Siku ya finali mpira unachezwa. Mnajua kwa hiyo sasa kama Simba si tunajuana? Haya, umetoka tawi gani? Utalisema tawi lako. Unakujaje na msaafu uwanjani na visoda? Ama ni jambo la imani, inawezekana. Lakini imani si nenda kwenye timu yako, umekuja kwenye imani na timu nyingine. Kwa hiyo mlijua kama ni Yanga? Hawezi kuwa Azam. Azam alikuwa na dua na sisi. Yaani tunachojua sisi ni wenzetu. Kwa hiyo ina maana ile imekwenda, lakini sisi tunachosema tu tumejifunza kitu kikubwa. Na sio sisi, naamini Azam kajifunza, hata Yanga kajifunza. Umeona? Mfano sisi Simba sasa hivi ina maana mwalimu kwenye project yake anajua anatakiwa sasa hivi kuongeza ni wachezaji wa kiasi gani ili mradi tukafanye vizuri club bingwa mwakani. Na mwalimu ana baya, wana Simba wote. Of course, ukisema unamfukuza utakuwa umewatua wana Simba. Kabla ya kuzungumza kwenye ile eneo la waamuzi, hii finali imetawaliwa sana na mambo ya ubaya ubwela, si ndio? Kwamba Simba yeye ndo kapigwa na mazingira. Hivi kitendo cha Yanga wakiongozwa na Ali Kamwe na wengine kufanya sherehe ya kushangilia
Simba kupoteza finali na wakijiita Friends of Berkane, hii inawaaminisha kwamba kweli wameicheza mechi yenu au unaamini ni utani tu? Kwa mechi wale kucheza hamna, sisi tumezidiwa kwenye upande wa maamuzi yaliyopo, lakini ile kadi nyekundu nayo imetuumiza. Sisi Yanga kwenye hayo mambo ya ubaya hawatuwezi. Labda uchawi wa kizungu tuanunue. Unajua msimu minne yote walotufunga hamna mtu asiyojua. Unamuona Enonga Kisuki Sigino Kibofu kila siku. Enonga tumemwondoa pale kwa ajili ya mambo hayo. Kuna wengine wametoka pia wameenda kwao, walikuwa ndo wanawatumia, wameenda kula pension kule. Kwa maana ipi? Kwamba walikuwa wanatuhujumu kwetu. Si ile timu ile unaona si kwenye kutufunga kwenye ligi kukosa Kayoko. Kwamba hii umepigwa mara 4 watu walikuwa wananunuliwa. Kukosa Kayoko hii ya mwisho wasingetufunga. Kukosa Kayoko. Nilikuwa namfunga asubuhi tu. Hii ya kujifunga. Hii ya kujifunga hii. Hii ilikuwa namfunga asubuhi tu. Kibu alikuwa kila wakati anaingia kwenye 18, Shadrack Boka anafanya makosa. Kayoko anasema twende. Kayoko anasema twende. Tena anamwambia kabisa inuka, umeniongopea, sisi tunayoangalia na nyie mlikuwa mnajua ile dhaki shairi. Kuna matukio mawili hivi. Kwa hiyo ile kwanza imempotezea Kayoko. Unajua Kayoko ulikuwa ukiwahesabu marefa wakubwa. Ukianza yule Jonesia Rukia. Sasa hivi nadhani amekuwa mkubwa tu aonekani hapa katikati sijui. Hapa katikati kuna mambo ya kifamilia, mambo binafsi, mambo binafsi. Ile pia akapotea kidogo, kupotea kwa, lakini miongoni mwa waamuzi wakubwa yule. Lakini ukamwona Alagija, Kayoko ambayo ilikuwa ikitokea hii, lakini kwenye ile Kayoko sasa hivi yani ameshushwa chini, kazalaulika kabisa. Kwa unaamini kwamba yani sasa hivi huwezi kuona mechi kubwa uambiwe anacheza Kayoko, hata hao wenyewe wanayompanga hawezi kumpanga. Kwa unaamini kwamba Yanga kucheza mechi zenu hawezi? Yanga kucheza mechi zenu hawezi. Anacheza, anajaribu tu, lakini sisi tukiamua si hawezi. Mazingira yanavyoenda, unaona mnatoka kwenye utani mnaenda kwenye uhasama, kwenye upinzani. Unaona sasa hizi mlivyo sio jambo la utani tena, ila ni vita. Sisi uhasama na wale hatuna. Tupo kwenye utani wanavyofanya wao, lakini kwenye wanachofanya wao sisi tunawahesabu, tunasema kama unajua walijisemea wenyewe akili ni wawili. Kwa hiyo sisi tunaona kama wana utinti wa ubongo. Kwa sababu gani? Na hoja. Kwa sababu gani? Na kutajia vitu karibuni vitano. Cha kwanza, Rais wa Yanga Engineer Hersi. Engineer Saidi aliongea video call, tunacheza na Berkane hapa. Anaongea na Fiston Abdulaziz na Kisinda. Sultan Abdurazak sijui alikuwa mchezaji wake na yule mwingine Twisila Kisinda. Hawa vipi wanatushawishi matoka maneno ya kashfa. Kiongozi anaongea video call na video zimetoka. Watu wote mmeziona. Sasa ile unaweza kumkuta try again anaongea vile. Uwezi. Alikamwe nimeona leo aliongea, sasa sijui jana walifanya sherehe ya Simba kufungwa, lakini wanasema wanaenda kumalizia sherehe Zanzibar. Unaweza kumuona Ahmed Ali anasema yale na jezi kavaa ya pinzani. Yani jezi ya pinzani umevaa. Kwa hiyo hii kuvaa jezi hajaanza yule, hata nani Engineer Hersi alivaa ya Kaizer, unakumbuka? Ya Kaizer. Kwa hiyo wale wa kwanza jana, lakini ukiangalia sasa hivi wanakwenda kwenye Faisal. Yes. Lakini kwenye Faisal hiyo na kuonyesha clip yao, Alikamwe msemaji alikuwa kawaita leteni ugali na sukari hapa pamoja na kumtusi mama yake. Wakasema Yanga kubwa kuliko Faisal. Leo hii Faisal wanamtaka kwa ubani na uvumba. Ina maana Faisal ni mkubwa kuliko Yanga yao. Hii mimi unasema kwa sasa hivi ukiwa unamhitaji, mwanzo walisema Yanga kubwa kuliko Faisal. Sasa hivi wanamtaka na kumuomba radhi, ina maana Faisal ni mkubwa kuliko Yanga. Kwa hiyo kinachotakiwa hawa waongeaji, hawa wasemaji mbele na uongozi wanao waache na propaganda, waheshimu kipaji cha mtu. Leo hii wanampigia magoti kwenda kuomba kwa mama yake na nini. Kwa hiyo wale madai hatujamaliza. Kwa hiyo kufanya hayo sisi hatuwezi kuwasa. Tunaweka tu watani, lakini kwenye utani upo na utaendelea. Kwa hiyo tunapokwenda ni pazuri kuliko tulipotoka. Hii tunayo. Tunahesabu tuna deni. Yani wana deni, tuna deni nao. Kwenye umegusa kwenye eneo la nyia mfanya, lakini mnawashangaa. Unaamini kizazi kipya kinachoiongoza Young Africans ndio shida? Kwa sababu huko upande wetu tunaona kina try again kitambo, kina Magoli kitambo, kina Mangungu kitambo. Inawezekana kina Arafati, kina Hersi, of course kina Mavunde vijana. Inawezekana
kuna vitu hawavijui vya Simba na Yanga, ndio maana wanaleta hii picha ya tofauti ambayo na nyinyi kuna muda mnaishangaa. Sio kizazi kikubwa, kwa sababu kuna wakongwe bana. Ukisema kina Mwigulu ni wapi? Of course Mwigulu wakina Mkochika bado hapo. Lakini sasa wale kwa front sasa hizi. Lakini hawa wengine miemko imekuwa mingi. Yaani mimi naamini ile wenye akili wawili wakiwa kwenye jambo lao. Ile ya Manara. Wakiwa kwenye familia wakiwa kwenye jambo la Yanga. Akiwa kwenye familia kama hivi, labda kaonana na ndugu zake, yuko na watoto wake, binadamu wa maana. Lakini akishakuwa kwenye Yanga yake tu, akichafika anachanganyikiwa. Ndio maana hata yule Manara alivyoenda kule, si umeona anachanganyikiwa. Naye Yanga hiyo vile mtindi wake ubongo kidogo unatoka. Mzalamo, wakati tunazungumza kwenye hili, kwenye kucheza hizi games za dabi, siasa ya Faisal tunakuja kuizungumza, lakini mimi wakumbushe tu wadau nyinyi ambao mnatutazama muda huu kupitia ndani ya 18 kupitia YouTube channel yetu bwana, upo kwenye nafasi ya kushinda iPhone 16 sawa bwana, Pro Max, lakini pia unaweza kushinda gari aina ya Harrier Anaconda sawa bwana ya mwaka 2016, lakini pia unaweza ukashinda simu, bajaji pamoja na pikipiki sawa bwana kupitia Premier Bet. Wewe cha kufanya Mzalamo, yani mtu anafanyaje? Au unavobeti ile mikeka yako inakuwa achana na mikeka. Yani jambo hapa unakuja kulipata. Cha kwanza ni wewe kuwa mwanafamilia wa Premier Bet pale ambapo utajiunga na Premier Bet. Ukishakuwa tu na account ya kupitia simu yako. Wale wanaokata kwenye dirishani na karatasi. Sasa hii unatakiwa ukacheze challenge kupitia mtandaoni. Unaingia kwenye akaunti yako, kuna sehemu ya challenge. Zile challenge unakuwa unazicheza. Unavozicheza zile, kadri unavozimaliza kuna coins zinakuwa zinakupa. Zile coins zinakuwa zinaingia pale kwenye akaunti yako, inakuwa kama akaunti yako ya benki. Kwa hiyo kuna muda inakwambia bwana, una mzigo wa kupata Harrier, una mzigo wa kupata iPhone, una mzigo wa kupata pikipiki, una mzigo wa kupata bajaji. Kwa hiyo kadri unavocheza mara nyingi zaidi, utaenda kwenye gift hub, utaingia pale, basi mchongo utakuwa unaucheza. Sasa pale ambapo utafikisha zile coins nyingi zaidi, ndivyo ambavyo utaingia kwenye sehemu ya wale watu wanaowania kushinda gari, kushinda simu, kushinda bajaji. Imagine kwa kucheza tu kwa na familia tu wa Premier Bet, haijalishi umetengeneza mkeka hujatengeneza mkeka, ila wewe kacheza zile challenge, basi unakuwa kwenye hiyo position. Kwa hiyo cha kufanya, kama sio mwanafamilia wa Premier Bet, jiunge hivi sasa, uwe na account, uingie uende ukacheza hizo challenge. Lakini kama ni mwanafamilia, tengeneza mkeka wako, lakini pia nenda kacheze hizi challenge ili uweze kuwa sehemu ya hao washindi. Haya ni mambo ambayo unayapata kupitia Premier Bet peke yake. Gari. Kwa hiyo unaniaminisha unaweza kuamka una kitu, yani una mfano hata baskeli ukajiona una Anaconda. Hii una Anaconda mtaani, watu wanauliza bwana Mzalamo, mbona ghafla? Kumbe mambo ya Premier Bet ya jambo linakuwa limesimama hivyo. So bwana wako vizuri. Afanya hivyo Premier Bet wakongwe kabisa. Umetuamsha. Unajua wengi wanasikiliza lakini hajui jinsi gani ya kucheza. Wewe umefafanua vizuri, naamini watu sasa wataingia kwenye kinyang'anyiro. Wataenda kufanya haya. Bila shaka hizo zawadi nyingi sana, ukiangalia options za kutosha: gari, simu, bajaji, pikipiki. Bwana Mzalamo, mimi nilisikia mwezi Januari kwamba Boss Mo yupo tayari kutoa hela ya kumsajili Fei. Lakini kwa kuna mipango kwa bwana, inabidi kina Mavambo, kina nani, kuna watu ambao wanaonekana kama haijakaa sawa wapungue, lakini usajili usiwe mkubwa, Fei aje pale. Lakini ghafla binivu, wakati Simba mkijaminisha Fei wa kwenu, Yanga huyu hapa. Na nasikia mama Fei pelekwa Dubai juzi hapa kwenye eneo la ushawishi. Mtatoboa kwenye hii vita ya Simba kumpata Fei. Sisi tukimtaka mchezaji na yoyote, kwanza unaamini mnamtaka wewe? Fei tusimtake vipi? Wewe mtu wa karibu. Fei tunamtaka kweli. Wewe una mchezaji kama Fei unafanya, anakupa kila kitu. Hata assist, atafunga. Yaani kwenye mechi kubwa Fei anafanya vitu vikubwa. Uwezo wa kukana mali anao, ukupokonya. Fei anaweza kucheza shin 6, shin 8, winga midfield, winga kushoto winga juu namba 10. Na hata saa nyingine kama utasema potelea mbali kachachoka, bado dakika 10 kapumzike pale. Mwenye Zaire alimpiga namba 6 huyo. Kwa sababu ukimpa mpira Fei, kwanza kuweka mali kuficha anaweza. Lakini pia anaweza kugeuka. Anageuka vipi wakati kachukua wewe unamfuata, anatisha kula, anageuka. Kwa hiyo anafanya piga mashuti. Kwa nini usimtake? Kwa mazingira wewe ya klabu, karibu mnasafiri, mpo na viongozi, tutatoboa kule haendi kwa nguvu ya wewe. Mama yake kashasema waende kwa mwenyewe. Yeye anataka. Fananisha na andazi. Ile andazi yeye kashaitwa andazi kasamee.
Kwa hiyo ina maana wao wakamalizane na mwenyewe. Kwa hiyo yeye mwenyewe unajua sisi Muislamu ile tunasema nyayo upepo yetu iko kwenye nyayo ya mama yetu. Mama yetu kazalilishwa hadharani. Mama akifunguka hajaomba radhi hadharani. Kwa hiyo Mama Fei anasema tu mimi sina kinyongo kamalizani, lakini moyoni bado dukuduku anao. Bado anao. Kwa hiyo nikwambie tu uwezo wa Simba kumpata 80%, wale wana 20%. Kahili Bakasuga tutakuja kuonana kuambiana juu. Na unajua upepo umekuwa mzito kwa sababu Ahmed Ally ndo alianza, aliyekuwa kwao watakuwa wa kwetu. Watu nani? Kodi ikawa imefunguliwa Faisal. Yanga na wao wanakwambia msimu ujao Yanga yenye Pacome, yenye Maxi, yenye Faisal, yenye Jibrisila. Kwa nini usiende kuiangalia? Watu vita imeanzia hapo. Sila nayo yumo kwenye watu ambao wanaotakiwa wakachukue ubingwa. Jibrisila? Ndani hiyo naambiwa Yanga. Au kwenda kumfunga Singida. Wakati huko nani? Na Azam washasema Jibrisila mkataba unaisha. Na hamna mazungumzo. Pressure hakuna kwa sababu hakuna hajafanya performance kubwa. Kwa hiyo Jibrisila mwanzoni alikuja vizuri, baadaye amekuwa wa kawaida. Unaamini kawaida? Wa kawaida. Tu ni mchezaji ambayo kama wengine. Sasa hivi ili uende, mimi nakwambia mwanzo tulikuwa ile hatujaimalizia. Simba sasa hivi tunatakiwa vyuma vinne. Jamani. Kwenye usajili. Vya kimataifa. Majina unayo? Vinne. Siwezi kutoa kodi. Ila Faisal vya kimataifa. Nje ya Faisal. Tunatakiwa nje ya huyo wa ndani asumbuaji wa kimataifa kuna watu wa. Sasa huyo ndani ana Yanga sasa hivi. Kwa hiyo ina maana sisi tulikuwa zamani unakuja mfumo wa usajili 8 9 na sajili. Sasa hivi wakati Mo Dewji kasimamia mwenyewe na watu wa mpira umewaona wamerudishwa. Umeelewa? Kwa hiyo ina maana wako makini kwenye usajili. Sasa hivi kama tutapunguza labda wachezaji 4 au 3 au 5 tukisema, lakini sio tunasajili kwa ajili ya kucheza na Singida au kucheza na Tanzania Prisons. Pale tulipokuwa si umeona pale finali tuko 9 uwanjani. Sasa wale watu ambao tuko 9 uwanjani wawe kama wako 12 quality pamoja walikuwepo, nguvu si umeiona ile cheza pungufu zaidi tunapambana zaidi dakika 30. Ile mwamuzi kama angesema pale kati yule angekuwa kashakufa. Kwa sababu bado angefunguka, ndo alikuwa anapaki basi hapa nyumbani kwetu. Sasa ingekuwa kwa Mkapa ndo. Kwa hiyo naamini quality ipo. Sana kwa Mkapa. Ipo quality. Tunafanya vizuri kwa sababu hizi timu za kaskazini tumepiga ile moja, wale mabingwa wa muda wote wale. Nani Satisfaction wale tumepiga nje ndani. Wale nje. Huwezi kupiga wale. Wakachoka yule. Yes ndio wakibonda kwenye grupu. Kachoka. Kumpiga hapa unampiga na kwake kwa sababu hapa aliona tumemwokota refa kapita. Refa of course. Tukaenda kumpiga na kwake. Yeye ndio nguvu ya kwa Mkapa ile. Umeona? Lakini tukaja yule Mwarabu yule. Tripoli. Tripoli yule Constantine. Kaja hapa nimemuua. Kaja Al-Masry umeruka naye. Kaja Al-Masry nimeruka naye. Ina maana wale wa kule wote wale ambayo mara nyingi hatuwezi shughuli wanakuwa nzito. Tumepiga wote wale. Kwa hiyo mzalamo unataja 4. Wewe ukitazama Simba na msimu ujao sio shirikisho, klabu bingwa. Na huko tunapopataka sisi. Na huko klabu bingwa kuna watu washajitengenezeaga viota kwamba yani utamkuta Ahali pale, utamkuta Mamelodi, hiyo robo nusu. Sasa hivi anaanza upya. Utawakuta pale. Ahali anaanza upya. Ahali kashapotea. Mzalamo huyu Ahali tangu kaanza kuja hapa tunasema wa kawaida kishakuwa bingwa mara 3. Si kishapotea sasa. Ndio tunasema kila akija hapa tunasemaga anaanza upya, lakini tumekaa tumewaona mfano wanao wale kina Hussein Al-Shahati. Sijui nani wale umeona wale tayari ambao kizazi kipya ndio hawa kina Rabi Lamia, umeona Imamu Ashur, hawa ndo wapya. Sasa wale ndo star ni kijana ambaye sasa hivi. Kwa hiyo wale wanatakiwa waondoke wale. Umeona? Kwa hiyo naamini Champions League ina safari yenu inaweza ikawa kama ilivyokuwa ya shirikisho. Kwa sababu tushaandaa timu. Kwa hiyo tunaongeza tu ambayo wataweza kusaidia kufanya makubwa kuliko hawa waliopo. Kwa hiyo hawa wanatakiwa waongezwe. Juu pale lazima tupate jitu ambayo halina masiara. Mfano wa Mayele unapomwona Mayele, lakini ukikaa ukimwangalia Mabululu pale. Bora unacheka nikitaja Mabululu. Hatujamalizana kwamba Mabululu. Lakini ukikaa unaliweka Mabululu pale. Umeona? Lakini unaangalia winga moja bado. Winga moja. Unajua Mutale kashaingia kwenye yani kashaingia kwenye mfumo. Kaimbwa ovyo, watu wamenani na alikuwa yeye kama kuonyeshwa mlango ndo tayari. Mutale kapiga performance ya kubaki.
Yaani kama mkataba ulikuwa unaisha tunasema alikuwa anaomba mkataba. Vile Mutale ndo tumemtoa kule kwenye timu yake hivi. Akiwa moto. Na tulikuwa tunataka awe hivi. Mutale akishika mpira nipe nikupe mbio. Nipe nikupe akikana mpira kama kaushika mkononi. Ile ndio Simba tulivyomchukua. Lakini kapotea kwa muda mrefu. Kapitia magumu wakati mwingine unaweza hata akawa mpira yeye na kipa akachachatika akadondoka au akapiga. Na Mutale alizaliwa upya mechi ya TMA ya FA ile. TMA. Ndo akaibuka. Toka pale hajapoa. Na toka pale hajapoa. Na kocha sasa alivyo Fadru anampa nafasi. Hata watu waliokuwa wanachukia kule anampa hadi sasa hivi. Mimi wakati tumekaa usiku kesho mechi nakaa nimemuomba Mungu. Wapi Morocco au hapa? Hii hapa finali. Nikakaa Mungu, hebu ingia kwenye mawazo ya kocha kwanza. Hebu Kibu aniingizie mwisho. Aanze huyu Mutale. Na Mutale kalipa. Jambo litakuwa zuri. Aanze. Kwa sababu ukimwangalia nani Elia Mpanzu nabii, ukimwangalia na yule Mutale tape moja. Ndio maana hata ile nilokuambia Gonga wakawa wanaondoka. Ile ilikuwa yeye mwenyewe koja akashaangalia kaona refa huyu na yule kule Kiberenge wanaondoka. Hii kipa atakuja kwenye 18 atapiga. Shughuli itakuwa nzito. Itakuwa na pale tungewapiga lile goli la Shomari Kapombe. Kama tungepata lile wale wangechanganyikiwa. Waarabu wanachanganyikiwa juu. Wangeanza kule kwenye benchi kupigana, wachezaji wangepani. Na kocha alishaonekana tena mapumziko tunarudi kashachezea 2 bila au 2. Kashachezea 2 bila. Bila Kapombe ingekuwa ya pili. Ile tayari 2 tunajua tayari sasa tunatakiwa tumuongeze tumalize shughuli alikuwa anakufa. Mzalamu inawezekana msimu wa Simba ni msimu ambao umekuwa na furaha sofa ingawa kwenye makombe bado hayajaanza kuhesabiwa. Shughuli inayofuata mbele yako ni namna ya kumaliza michezo 3 ya ligi. Lakini pia kuna michezo 4 sio 3. Hebu sema 4 kwanza. Si 3 ya ligi. 4 ya ligi sio 3. Jamani. Kaka 4 bwana, sio 3 Simba. Hivi Simba Yesu na kiporo cha Singida pia cha ligi. Watakucheka. Si nimehesabu 3, uje nimekupigia na mtani. Ya mtani wewe umefanya achezi. Maana mtani. Ile mechi ipo kwenye. Ile mechi ipo. Sasa wewe mimi nikaona sawa. Kwamba unaisema ile haipo haichezwi. Kwa hiyo hujaihesabia ile mechi ipo kwenye ligi. Of course ipo. Haya Mzalamu hiyo. Haya nakupangia. Tunacheza na Singida FA. Hii hapa. Ligi kwanza. Kuna ligi KMC. Au tarehe 31 naenda kupiga naye FA. Nusu finali. Manyara. Nikimalizana naye kuna mechi tena. Kuna mechi ya tarehe 15. Kuna ya Yanga, kuna ya Kagera na Ken Gol. Sasa hizi mechi mbili hizi hawa tayari wako mwanaandani tunaweka ubao. Ya nani? Ya Kagera na Ken Gol. Washashuka. Ndio tuko kwenye mwanaandani tumeweka ubao watu wafukie. Kwa hiyo hizi mechi hizi hazina shughuli. Hazina shughuli. Kwa hiyo finali yetu si kesho. Hiyo ndo finali. Na hii Yanga hatucheji tarehe 15. Akiona pasi mpaka draw wanatoka tunacheza. Sasa kwenye hiyo pressure huyu Singida huyu. Majirani wanasema huyu familia. Na hizi ndo mechi ambazo inaonekana zinaweza kunyima wewe ubingwa wa ligi au ubingwa wa FA. Na hiyo ndo naiangalia kupita ile ya Yanga. Ya Yanga si kwetu nyepesi sana kama kumsukuma mrefu au kula joya. Singida naamini anaweza kawa tatizo. Singida anakuja pale anakamia. Singida atakuja pale kucheza alafu ovyo, yani kuvuruga Simba. Lakini na hakika kwa uwezo wa Simba wachezaji mmoja kwa performance nzuri sisi tunaenda kuchukua pointi 3. Kwenye hizi mechi 4 za ligi. Kati ya mechi hizi ya Ken Gold na Kagera hawa tunajua shughuli. Wala haina shida. Hizi mbili kati ya mechi ya Yanga na mechi ya Singida Black Stars. Mechi ipi ambayo unadhani muichezo kwenye mazingira yote? Singida ngumu. Kwa nini ngumu? Singida watakuja watakuja hawana woga. Watakuja kufanya mapambano. Lakini ile kule watakuja kwanza kwa woga, basi itapakiwa sana. Ile ya Yanga watapaki sana basi. Yaani wao watakuwa wanakwenda kutafuta draw. Yanga atapaki basi. Atapaki basi na Simba. Hiyo wala nakwambia. Kwa maana ana hofu au uwezo umemzidi. Uwezo wa viungo wa Simba. Uwezo wa viungo wake hakuna chuo. Lakini mzee sasa anasema ili tupime ubora wako kwenye soka la Tanzania, cheza kwanza na Yanga. Sio sasa hivi. Okay sawa. Kama huyo anaosema kwa sababu kwenye rekodi subiri basi. Kwamba kwenye rekodi wewe anayosema hivyo nenda kamwambie. Tabora hajamdhamini. Azam hajamdhamini. JKT hajamdhamini. Balaa umeliona.
JKT ana uwezo mkubwa kuliko timu zote. Yanga kapata tabu pale Samuel. Tabora hapa kampiga hapa. Kule umeona ile baada ya siku 3 vurugu ile. Watu wanatishiwa kuuliwa. Watu wanatishiwa maisha. Ndio kipimo sasa. Sio kipimo. Kwamba kucheza na Yanga sio rahisi. Kucheza na Yanga ni rahisi. Au waliokuwa wamewafunga, ujue Yanga kashinda karibuni goli 60 kwa watu waliowadhamini. Lakini wale asiwadhamini hajapata hata goli 15. Kwenye hesabu hizo kipimo. Kwenye hesabu zipo. Wale waliowadhamini kapata zaidi ya goli 60. Akifika anachukua tu, wewe nani Fountain Gate nilikudhamini, anachukua 5. Wewe Mashujaa anachukua 3-6. Sio kwamba uwezo. Akicheza na Simba uwezo mzuri. Ngoja nikwambie. Simba na subiri nikwambie. Simba sasa hivi. Simba hajafungwa hata mechi moja zaidi ya alozulumiwa. Na nilikwambia ile ya man of the match Kayoko. Hajafungwa hata moja, lakini Yanga akapigwa mechi mbili na Azam na Tabora. Na yule Simba hajapigwa hata mechi moja. Kwa hiyo Simba huyu kawa kibonde, Mashujaa akamkamie, inakuwa shida kwa tabu. Mechi ya Dodoma ilikuwa balaa. Mechi ya Dodoma inakuwa balaa. Mechi ya nani sijui inakuwa. Yaani hawa Dodoma na nani wakiwa wanacheza na nyingine Fountain Gate. Hii hesabu mpaka wamebaki kidogo, lakini bado unawaona wamemaliza wanachukua. Mzaramo, hii hesabu ya goli 60 ni mnaizungumza kama propaganda au mmeipigia hesabu? Tumepiga hesabu. Ilikuwa hadi kabla ya kucheza na wale Fountain Gate na nini? Zilifika goli kama 56. Kutoka kwenye timu ngapi? Kutoka kwenye timu kwenye aliowadhamini wote wale. Wote aliowadhamini wapo kama timu 10. Kwenye eneo la kumtofautisha GSM na Yanga. Kwa sababu GSM si mfadhili. Sio mmiliki. Si ndio? Sasa mfadhili. Kuna time boss wenu alidhamini Namungo, si ndio? Mo. Kuna time mlidhamini Coast. Kwani msimjuzi ile? No. Boss wetu Mo sio? Mo hajawahi kuidhamini timu hapa. Kabla ya kuwa mwekezaji Moro United. Nani wale polisi? Nazungumzia bidhaa kama ambavyo GSM unamzungumza. Si bidhaa. Si ndio hiyo mnachozungumza kwamba Yanga hana bidhaa nayo imiliki. Lakini mnasema Yanga kan sponsor Mashujaa. Yaani inakuwaje Yanga kan hayo mambo tunaweza tukayasema hata kwa Azam. Shida iko vipi? Kwa sababu kama Azam ndio subiri basi. Shida iko vipi? Aliodhamini ni nani? Aliyedhamini hiyo GSM ya nani? Ya Garib mwenyewe ambaye ndio GSM. Nenda kamuoji yule, muulize bana, wewe watoto wako wamemka saa ngapi? Atakwambia Yanga bingwa. Kwa nini asiseme Coast bingwa ndo mzamini? Inawezekana hapa utapata tu kitu. Kwa hiyo yeye anathamini Yanga. Ile mechi na Mashujaa nakwambia, na wewe unajua. Mechi ya Mashujaa ilikuwa mechi ngumu kweli kweli ya Yanga. Lakini siku 3 tulivyowaona wanaposti tu wajibusti wanakunywa maji ya GSM. Kaenda kula 6. Sasa hivi ile timu kwao haitakiwi kule. Watu hawaitaki. Wamesambalatika wote. Kuna timu pale inaandaliwa ije kucheza ligi. Iko chini. Wallahi wa billahi nakwambia. Messi naongea na watu wa kule. Kuna timu pale inaandaliwa ya tajiri mmoja hivi. Kwa hiyo msimu huu inakuja kucheza ile tena hawaitaki. Kwa hiyo msimu huu Mzaramo, wewe kama shabiki na mwanachama wa Simba, mkikosa ubingwa, mnaamini kuna hujuma? Hii misimu miwili yote inayokuja na hii hamna. Kama kuna timu imetoa draw na Yanga imezaminiwa na Yanga, alafu ikatoa draw, mimi siwezi kusema kuna hujuma. Hakuna hata moja. Sasa hivi mechi iliyobakia nadhani na Dodoma. Ana mechi na Dodoma, ana mechi na Tanzania Prisons. Hamna mtu atakayetaka. Ana mechi yenu. Hii ya Prison anaenda kucheza playoff labda. Anaweza akajikulupua asicheze. Apate nguvu. Lakini kama Prison ataamua anaitaka hii mechi, anapata. Bwana Mzaramo, story ni nyingi, naamini msimu utaisha, kuna siku tutakutana tena kuja kupiga story hapa. Lakini jibu unitajie tu mtu mchezaji mmoja. Nani mchezaji wako bora msimu huu? Mchezaji wangu bora msimu huu anaenda kuchukua kwa
sababu ana vigezo vingi sana. Nampa Jean Charles Ahoua kwako. Lakini umetafuta. Wewe ni moja ni kwaupe kwa sababu zinaangalia vile. Nikisema Elia Mpanzu ana vile vigezo vikubwa vya sababu kaanza katikati. Ahoua tayari. Bwana, swala kuhusiana nani atakuwa mchezaji bora msimu huu ni jambo ambalo watu wamekuwa wakifikiria sana, lakini msimu ndio unaenda mwisho, takriban 96% unaweza kusema imekusha tafunwa na tumekushaona sana ni Jean Charles Ahoua ndio ambaye anaweza kuwa mchezaji bora. Ngoja tusubiri na kuona. Faisal numbers zinambeba, lakini matokeo ya timu sio mazuri sana. Tutaona namna ambavyo jambo litakaa. Lakini nikwambie wewe ambao ulikuwa unatazama, sisi tunakuacha na mchongo namna ambavyo unaweza kuwa mshindi wa gari. Harrier sawa bwana Anaconda, unaweza kushinda pikipiki, unaweza kushinda bajaji au simu aina ya iPhone 16 Pro Max pale tu ambapo unakuwa na familia wa PremiaBet, na kuna challenge mbalimbali ambazo unaweza kuzicheza pale ambapo unakuwa una account ya PremiaBet. Unaweza kaingia pale kwenye Gift Hub, utakutana na challenge tofauti. Nenda kazicheze zile mara nyingi zaidi. Cheza kadri ambavyo unacheza challenge mpaka mwisho. Kuna coins kwa maana kwamba zile tunasema kama zawadi ambayo unapewa baada ya kumaliza challenge. Ile itakutengenezea kiwango cha idadi ya coins ambazo zitakufanya wewe uweze kushinda gari, kushinda pikipiki, kushinda simu au kushinda bajaji ukiwa upo na PremiaBet. Cha kufanya ni kufungua account ya PremiaBet, au kama tayari una account basi ingia tunaenda kacheza hizo challenge ili jambo liweze kuwa jambo, bila kusahau kuendelea kutengeneza mikeka zaidi. Msimu wa ligi kuu unaenda mwisho, lakini pia klabu bingwa ya dunia nayo inakuja, chani nayo inakuja, hivyo mambo yakauki kupitia PremiaBet. Mzalamu, shukrani sana bwana, na mimi tutakutana msimu wa usajili ndio unakuja. Bwana, bye bye, asante sana kwa kutazama kupitia YouTube channel yetu ya ndani ya 18, lakini ndani ya 18 TZ kwa upande wa Instagram unatupata hivyo. Bye bye. Ndani ya 18 powered by PremiaBet.